Boniface Anyisile Mwabukusi, wakili wa kujitegemea ambaye pia ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika Law Society, anasema kwamba pole kwa Watanganyika kwa kuadhimisha siku ya uhuru kwa kutokuwa huru. Anaeleza katika ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba tulipata uhuru wa kutokuwa huru. Watanganyika, kwa mara ya kwanza tunaadhimisha uhuru wa kutokuwa huru kwa kuwekwa kifungo cha hiari cha kutotoka nje. Anasema tumefika hapa kwa viongozi kutowajibika na kuamini kwamba moja, wao wanamiliki ukweli. Pili, wananchi wanawajibika kwa watawala. Tatu, kugeuza cheo kama mali ya familia na sio dhamana kama tulivyodanganywa kabla ya kusanuliwa na Gen Z. Nne, anasema wameshindwa kujibu hoja za Gen Z, sasa wanapiga rungu. Tano, anasema kumbe wapigania uhuru walipigania uhuru wa kunyang'anya uhuru wa wenzao. Sita, anasema Gen Z wametuonesha kwamba nyumba haina nyufa bali ni kama bonde la ufa. Saba, anasema hivi, ile tume iliyopewa uhuru wa kuwa huru eti kutafuta chanzo cha uvunjifu wa amani badala ya ukiukwaji wa haki za binadamu imeweka ratiba yake hadharani. Kabla ya kuanza kazi imeitisha ushahidi na namba inavyoweza kufikiwa na wenye ushahidi. Nane, anasema haki, ukweli na uwajibikaji ndio suluhu ya haki ya kulitoa taifa hapa tulipo. Tujue nini kilifanyika kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Ndugu zetu waliotekwa na watekaji wanarudishwa lini? Hatutakubali mambo yafunika kombe mwanaharamu apite. Kila jiwe lifunuliwe na ukweli udhihiri ili uwajibikaji ufanyike na mengine yafuate. Tisa, wakili Mwabukusi anasema maoni yangu, Tanganyika ilifungishwa ndoa ya utotoni na Zanzibar. Hivyo kwa sasa ili kuimarisha ndoa hii, Tanganyika anahitaji kuulizwa ridhaa yake kisha kuwa mtu mzima sasa. Na kila kiuliza kuhusu uhalali wa mpango huu wa ndoa toka 1992 anapigwa chenga. Ridhaa yake ni serikali tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar. 10, Mwabukusi anasema tuache siasa za kizamani, dunia imebadilika sana. Yale mapropaganda yetu ya arfulela ulela hayafanyi kazi tena. Mtu ni utu na kiongozi mwenye utu haui watu, upenda watu. Hulia nao wakati wa kulia na ucheka nao wakati wa furaha. Kiongozi anayependa watu huelewa shida yao na kuzingatia mahitaji yao na sio familia yake tu. Tujisahihishe. BAK Mwabukusi.